Hello, mambo vipi popote pale ulipo? Mimi ni rafiki yako Majitiririka. Leo bwana nimekuja na mada moja mzuri sana ambayo mtaipenda. Na hii ni ukweli wala sio uongo. Mtanielewa tu. Sana sana hii inaenda kwa watoto wa kiume. Unakuta wewe mtoto wa kiume umekanga na maisha yako huko. Sasa unasema mimi nataka mpenzi. Katika pita zako nataka mpenzi anishe na familia. Mwisho wa siku katika pita zako huku na kule kwa kutana na mchumba. Huyo mchumba bwana ni Brutus hatari. Yaani huyo unamconnect katika simu yoyote ile, imradi mziki upigwe. Chumba ni malaya kuna tena. Mchumba hajatulia, mchumba mapepe, yani anaishi katika maisha yake, kimpango wake na formula yake na maisha yake anayoishi anajua yeye. Ile unakuta sasa yani tayari kashakuwa superstar malaya kwamba huyo yani chomeka chomoa pita hivi. Sasa wewe kaka ndo umekutana na mtu kama huyo afu moyo wako ndo umeshampenda. Yaani uambiwi, usikii, uelewi. Yaani paka watu wanakuja wanakuambia bwana yule malaya, achana naye, yule hafai, yule 1 2 3. Wewe ndugu yangu umengangana mimi hapana. Kwa sababu gani hapana? Unachokipata au unachokitaka unajua wewe ndani ya moyo wako. Lakini vile watu wanavomuona na wewe wakikuangalia muonekano wako wanaona kabisa yule brother pale anaenda kupotea. Lakini ndugu yangu mwisho wa siku kumbe wewe tayari umeshamuelewa. Sasa ili umtulize wewe mtoto wa kike ambaye yeye ni malaya, tayari kashaamua kuishi katika maisha yake na formula yake tofauti na wengine. Inatakiwa ufanyeje? Kitu cha kwanza kabisa mwanamke wa hivyo, cha kwanza ambaye wewe naongea na wewe mwanaume ambaye unamhitaji mwanamke kama huyo, wengine mnasemaga kwamba huyo ndo mwanamke mzuri. Cha kwanza kabisa natakiwa usiwe na hasira. Kitu cha kwanza usiwe na hasira. Kitu cha pili uwe mkweli. Yaani wewe uwe mkweli. Alafu usiwe mtu kujizungumzia sana kwa sababu mwanamke malaya ni mtu ambaye tayari kashaamua kuishi maisha yake, anaishi katika maisha ambayo sio kumwamini mtu kiharaka hivyo, hasa upande wa mwanaume. Kwa sababu yeye akili yake imesha concentrate kwenye pesa. Wewe unamletea mahaba, mapenzi, maravidavi, mahuba. Kwa kweli hiyo inakuwa ni ngumu sana. Sasa ili aingie katika mfumo wako unaotaka, cha kwanza umsikilize nini anapenda, nini hataki, nini anahitaji. Katika mapenzi anapenda nini? Kero gani ambayo yeye haipendi? Umeelewa? Yaani usiangalie madhaifu yake aliyokuwa nayo, usiangalie matukio yake wala rekodi zake. Angalia nia yako kwake yeye, upendo. Lakini tegemea kama wewe ni upendo unataka yani mradi kwa sababu ni mzuri, she's beautiful, labda ana elimu, iko vipi, lakini wewe unaangalia upendo, usiangalie hayo. Kwa hiyo unatakiwa uzingatie usio na hasira, uwe mtu wa kujishusha, umeelewa kitu kingine usikubali kusikiliza maneno ya watu. Watu wapo tu siku zote kwa ajili ya kubomoa. Angalia nafsi yako inataka nini. Unaelewa Ukikubali kusikiza maneno ya watu kwamba yule mwanamke ni malaya, tulia 1 2 3, elewa kwamba wale wapo kwa ajili ya kubomoa. Na wewe upo kwa ajili ya kutaka kujenga nini? Familia. Kwa hiyo utapotoa nafasi ndani katika kichwa chako kuwafikiria wale, kumbuka ya kwao yanaenda, ya kwako yanafanyaje? Yanatokomea. So kitu kingine ambacho wewe unatakiwa uzingatie, usiwe mvivu mtoto wa kiume kwenye kufanya mapenzi na huyo mdada ambaye mimi naita Brutus. Umeelewa? Huwe una miundombinu katika mapenzi. Huwe na vitu vipya, usiwe mvivu, uwe ni mtu wa kujishughulisha, mwanaume jiongeze, mwanaume ukaze kiuno, unampelekea moto, anahisi kabisa hapa anapelekewa moto, anaenjoy, unajua yani paka nafika tu yani pale sometimes tunakuta unamshika hivi yeye anahisi kama unamuomba nini tendo la ndoa. Na ukimkamata hapo kitandani, yani uwanja kama vipi cho kitanda shuka toa. Yani shuka toa kabisa, kitanda kibaki kenye. Mpelekee moto afu pole pole, afu muulize baby unataka nini, kikugusa wapi utasikia raha, kikufanyia nini utaenjoy. Usiwe muoga, uwe mtu ambaye una nidhamu katika mapenzi, usiwe mtu wa kujizungumzia, yani usiwe mtu ambaye unatoa stories za wanawake zako waliopita. Mwanamke malaya apendi hicho kitu kwa sababu wewe ni maisha yako. Lakini uko na yeye chumbani, mnaanza kupiga story za mwanamke za mahusiano yako ambayo yashapita na ex yako. Afu akikuuliza eti ni ex wangu. Ex wako kwa mwanamke kama huyo unamkosa. Kwa hakikisha unakaza vizuri, unapeleka mapenzi vizuri. Alafu kitu kingine sio muoga, uwe msafi, umeelewa? Afu hakikisha mtoto wa kiume unapoenda kufanya sex na mtoto wa kike wa design hiyo, hakikisha anapizi. Umeelewa? Usije kwa unampelekea tu moto unamsagamua lakini mtoto wa kike afiki kileleni. Hiyo ni sawa na bure, unajisumbua tu ndugu yangu. Yaani bora wewe kama vipi bora ulale. Lakini cha msingi cha sekondari, kitu muhimu kwa mtu kama ambao wewe unahitaji kufanya mahusiano na mwanamke malaya, jitahidi
kusugua vizuri na unamfikisha kileleni. Yani unahakikisha anakojoa hata kama wewe haufiki kileleni, basi hakikisha yeye amerizika. Hiyo ndio furaha ya mwanamke. Umeelewa? Alafu angalia kitu gani anapenda. Anapenda kuvaa vizuri, anapenda zawadi. Yani usipende kumfanyia vitu paka akwambie, kwa sababu ukiwa kama mwanaume unajua jukumu lako. Kwa yeye mtoto wako ukifanya hivyo anafurahia na ni rahisi sana, unampata kirahisi na unaishi naye. Na huenda kuwa wewe ukaja kuwa mfano kwa watu wengine ambao wanadharau wadada kama hao. Umeelewa? Kwa sababu kuna watu wengine wameoa mabamedi, wameoa malaya, lakini bado sifa ya umalaya kwa mwanamke sio mzuri. Lakini mimi ninachokijua, mwanamke ni malaya. Yaani malaya ni mwanamke. Umeelewa? Na ndio maana neno malaya halina mwanaume wala mwanamke. Kwa kuna mwanaume malaya, kuna mwanamke malaya. Kwa hiyo cha msingi mwanamke kama huyo ukimpata baba, cha kwanza hakikisha unamfikisha kileleni. Hata umpeleke nini wanaita, umpeleke gari, umpeleke kila kitu, lakini kama hujamfikisha pale kunapohusika ni sawa na bure. Usisikize maneno ya watu, usiwe na hasira, uwe mtu wa kujishusha, uwe mtu wa upendo. Umeelewa? Pale anapokasirika wewe usikasirike. Ukikasirika unamtengenezea yeye question ya kwamba mtu mwenyewe anasusa, na uenda kwa ukampa njia kabisa akaenda kufanya vitu vingine tofauti. Kwa hiyo wewe anaweza akawa kwako pekee yako asigongwe kabisa, lakini kama uko naye ndani unamtimizia kila kitu. Umeelewa? Alafu mwisho wa siku unakuta kuna mavazi hayakupendezi, kwani ulimkutaje? Si umkuta hivyo, unaanza sasa kumwekea vazi hili usivae, vazi hili usivae, vaa hivi, huku siende, huku siende. Hapana, mipaka ipo, upendo upo, heshima ipo, lakini hakikisha unamfikisha kileleni. Alafu usije ukakubali ukasikiliza maneno ya watu. Umeelewa? Hayo ndio maisha ambayo ukitaka uishi na mwanamke malaya, na unaweza ukaishi naye ukaanzisha naye familia fresh na watu baadaye wakaja wakashangaa. Kwa hiyo jamani, msiwachukie wanawake malaya. Mwanamke malaya ni mwanamke mmoja mzuri tu. Ukielewa tu ngazi zake zinaendaje, na uhakikishe kwamba uko vizuri, unakula, unashiba, mtoto wako unampelekea moto huyo malaya paka anakuelewa na wala atamani. Kwa hata kama atatoka huko nje kwa tabia yake, kwa sababu malaya ni tabia ya mtu. Umeelewa? Hakuna mtu malaya, ila ni tabia ya mtu. Umeelewa? Kwa hiyo kwa leo naishia hapo. Tutaonana wakati mwingine. Bye. Malaya kwa mwanamke sio mzuri, lakini mimi ninachokijua, mwanamke ni malaya. Yaani malaya ni mwanamke. Umeelewa? Na ndio maana neno malaya halina mwanaume wala mwanamke. Kwa kuna mwanaume malaya, kuna mwanamke malaya. Kwa hiyo cha msingi mwanamke kama huyo ukimpata baba, cha kwanza hakikisha unamfikisha kileleni. Hata umpeleke nini wanaita, umpeleke gari, umpeleke kila kitu, lakini kama hujamfikisha pale kunapohusika ni sawa na bure. Usisikize maneno ya watu, usiwe na hasira, uwe mtu wa kujishusha, uwe mtu wa upendo. Umeelewa? Pale anapokasirika wewe usikasirike. Ukikasirika unamtengenezea yeye question ya kwamba mtu mwenyewe anasusa, na uenda kwa ukampa njia kabisa akaenda kufanya vitu vingine tofauti. Kwa hiyo wewe anaweza akawa kwako pekee yako asigongwe kabisa, lakini kama uko naye ndani unamtimizia kila kitu.